dunia usingoje kufurahishwa watu mcheke. Hadi wako mambo ya kushtusha. Na mtu anaye niambia baada ya miaka. Basi sasa. Ni kama alinitolea mfano kwamba kuna kitu kadogo hata huwezi afford. Huwezi. Lakini baada ya miaka 3 Mungu akanipea ka favor ya miezi kadhaa nikakuwa mahali. Niliambia kijana yake ndio mtafutie mama yako akuje. Nikuandikie barua nataka ya kanisa. Ai, akakupatia peanut ndio. Nilisoma shule na matofali. Hata ndugu ya Widi alinibebea matofali ya mwisho na tractor ya green. Nilikuwa nafikia baba yangu sasa akakuja na tractor yao ilikuwa inaitwa John Deere. Unaiona hiyo? Ilikuwa inaitwa John Deere ya green. Sasa kulikuwa na utofauti kidogo na unajua kuna mambo unaweza uliza ukweli. Lakini baada ya kumaliza shule mimi nikajipata niko kwa ofisi ya vijana kwa jimbo kwa muda fulani. So kuna hii barua watoto walikuwa wanaenda sijui Australia. Ilikuwa mpaka uko na recognize barua ya kanisa ya kuonesha hata wewe uko active kwa hiyo. Sasa kuja nikakumbuka nikamwona wewe si ni Garrison go back and tell your mom nataka. Kesho kuja naye. So alipokuja nilimwambia this is the peanut. Go back kwa fulani tena mtoke huko mkuje. Niliwatesa walizungukako lakini mwisho walifaulu. So ni maisha. So ukiambiwa lakini ukweli wewe mama kijaniambia kwa maisha hapo sema mbaya kwa sababu kweli singe afford chochote. Lakini alituombea kaona. It was true lakini sinaumiza. Lakini sasa unajua sasa sisi tuteka advantage ya matusi lakini ni ukweli hauna chochote utatuambia. Wewe unasoma na watu ya watu wenye wanakuja birthday shule mzima wapiki inaleta kutoka nyumbani na wewe siku yako hakuna. Mungu alikuwa anakushtua utoke kwa comfort zone. Usiogope kuambia mtu ukweli. Lakini bora uchunge hiyo ukweli sikurudi kwa mbele, sio? Sawa, wanaume nani wanataka kusema jambo?